Ndio mambo mzuri. Sema huko pembeni ndio unatenga kanini? Kama kayo wapi vipi? Nikapenda. Ndio vipi? Poa. Kazi yangu umefanya? Kabuli kazi gani? Unajisaulisha au sio? Wewe umesoma umekupa kazi gani wewe? Wewe si nilikupa nguo dobi wewe. Kwa hiyo unamwambia yeye ndio mtumwa wako au mkeo? Alafu wewe kaa kimya. Kaa kimya ninapozungumza mazungumzo yangu mimi na yule, wewe kaa kimya ya kuhusu. Ushanifahamu Mazungumzo yangu mimi ya kiume, alafu mtoto wa kike tu usitaki kunipata kichwani mimi. Ushanifahamu? Usitaki kujiona keki sana, mimi naongea na yule kule, siongee na wewe kiberenge. Oya wewe mzushi wewe. Kazi yangu umefanya hujaifanya? Kwa umeamua kunifelisha au sio? Mimi naenda zangu huko, naenda kupiga mishemishe zangu, narudi hapa mtaani, najua nikirudi hapa mazingira safi nini namna gani vipi mimi ni change nitoke na wauni, alafu unanifelisha au sio? Wewe unataka mimi nilale ndani au sio? Umeamua kunifelisha au vipi? Mimi naenda zangu huko mishemishe. Mkubwa. Ongea naye mwanao, mwambie yule. Mwanao anazingua, alafu dakika mwisho mimi mwenyewe nitakuja kumzingua vile vile kwa sababu mimi mwenyewe mafia, alafu muuni yani muuni na ujua. Mimi naongea na yule kule, alafu mwisho wa siku anaingilia maongezi. Mimi nimempa kazi afanye yule kule, alafu mwisho wa siku yeye kadharau, kachukulia ile baridi tu. Nimempa nguo zangu afue. Mimi nimeenda zangu mitaani, narudi zangu hapa, najua mazingira fresh nini, mimi ni chechi nitoke na wana. Yeye anazingua, alafu mimi mazingira kama hivi nataka kutoka, yeye anafelisha yani. Wewe Zuu. Kwa hiyo wewe ndio kuna wagombanisha watoto wangu mie Unajisikia burudani mwenyewe unavyowagombanisha. Na wewe Abduli, usimtolee maneno makali sana huyu ndugu yako. Yaani bi mkubwa sio kumtolea maneno makali. Mimi najua kama huyu ndugu yangu, lakini ndugu yangu mzushi. Ushanifahamu? Sasa ndugu kama huyu akiwa mzushi, tunazinguana dakika sifuri tu kwa sababu mimi maneno ya kizushi sipendi. Meso alijakopa mipasho sifani hii, nyama sifani hata kidogo bi mkubwa. Ushanifahamu? Sawa, nishafahamu mimi. Ila msitoleane maneno makali kisa huyu Zuu. Sababu bi mkubwa mwambie nitakuja kumfanyia kitu mimi bi mkubwa, mwisho wa siku nionekane kinyesi humu ndani. Wewe Zuu, kwa kunajisikia burudani kabisa hapo kuwagombanisha watoto wangu, si ndio? Roho yako imetulia kabisa. Kunajikuta nani wewe? Wewe kunajiona nani wewe Zuu wewe? Yaani uko tayari kabisa mwenyewe roho yako burudani kunigombanishia mie wanangu wewe Zuu wewe. Ninakuchukia. Zuu, ninakuchukia kama ukoma. Ule ukoma unaujua wewe ule. Ndivyo ninavyokuchukia wewe. Wewe mwana wewe. Kaka Abdul, unataka kufanya nini? Yaani niachie. Niachie. Nitulie kitu gani? Nitulie kitu gani? Unachogopa nini wewe? Unaona unataka kufanya kitu cha maana hapa? Sikiliza mwanamke. Na uelewa wako nije nisikie umemwambia mama kuswili. Nitakufanyia kitu kibaya au tunisao maisha yako yote.
Nimekuambia sitaki, unafosi. Shangazi atanielewaje mimi? Mtu mwenye hatupendi, lakini bado tu unaenda kufosi kufanya kitu hichi. Nitamweleza nini shangazi? Na uwali wangu ushaniharibia. Yakoya anakujokea kumbe anateketea. Abduli, umefikiria vipi mpaka umeamua kunifanya kitendo hichi? Naumia mimi. Naumia. Nitafanya nini? Nakuchukia. Yaani kuanzia leo sitaki kukuona katika macho yangu. Abduli, nakuchukia. Abduli. Zubeda. We Zubeda. Vipi? Na nimekutafuta nyumbani. Nimezunguka nyumba nzima na kutafuta wewe na hata sikuoni. Vipi, mbona upo hivyo? Unajua nini Zuena? Toka Abduli anifanyie kile kitendo, najisi sina amani. Sina amani kabisa. Wewe achana nayo. Wewe ni usiwaze hasa. Ya nyuma achana nayo. Tufuate ya mbele. Nitakufichia hii siri kama ndugu yako. Na sitomwambia mtu yoyote, tutajua mimi na wewe. Kwani wasiwasi uko wapi? Zuena, unasema nisiwe na wasiwasi, wakati mimi hali yangu naijua mimi mwenyewe. Jamani, hali gani tena? Zuena, mimi katika tumbo langu najisi tofauti. Nini? Unajisi vipi? Mimi na mimba. Na tutaficha vipi? Na shangazi mwenyewe unamjua. Mimi na wazo. Msogeni. Mimi nataka nikaitoe hii mimba. Hapana. Haiwezekani. Na wala haitowezekana. Ukatoe mimba. Unajua madhara ya kutoa mimba wewe? Hiyo mimba usini kuitoa. Allah akijalia basi utajifungua. Uitoe kwa sababu gani? Mungu mwenyewe ndo ameshapanga. Na alichopanga na kimetokea. Hapana, mimba usitoe. Sawa? Lakini hii mimba inakuwa. Shangazi hataona. Zubeda, najua kama mimba inakuwa. Kuhusu shangazi, wewe tena naye. Maana sisi tumeshamzoea. Tutasubiria mtoto azaliwe. Tuzetu nyumbani.
Abduli. Mama. Vipi mama? Salama tu, sijui wewe. Kwa sisi ndio hivyo hivyo tu bana. Unajua mambo ya kijijini hapa. Ndio ile tuhangaike na wasela basi. Haya kalbu. Sawa, sema nini mkubwa? Mimi bwana hapa nimeangalia, nimepiga tathmini zangu, nimefanya utafiti wangu hapa. Mimi nahisi mjengo tusukume. Huu mjengo. Huu mjengo tusukume. Unajua kwanza hapo alipojenga mjengo kafanya makosa. Mjengo kama huu mkubwa kama hivyo utakiwa kujengwa huku Bushi. Si unajua huku kijijini huku. Ukiangalia hivyo uchawi mwingi huku. Mjengo kama huu utakuwa kajengwa huko Stone Town huko. Stone Town huko Ngome Kongwe, Michezani huko alikuwa janja. So hapo mwanangu Bushi. Sawa mwanangu Abduli, mimi nimekuelewa, lakini naona kama kunafanya haraka sana. Kwa nini tusivute subra kidogo? Mamangu, sasa hizo subra ndo zitotuponza hizo bi kubwa. Hizo subra ambazo tunasema sisi tuvute ndo zitotuponza. Unajua tukivuta subra mwisho wa siku jamaa watakuja kusanuka. Watakuja kusanuka na wakisanuka ndo basi tena hamna lolote litakalokuwa hapa. Mimi nahisi mjengo tusukume mapema kabla jamaa hawajajenjeruka. Tukapiga maisha mbele kwa mbele bi kubwa. Haya sawa, mimi nimekuelewa, lakini hii nyumba kwa kuwa mjengo huu mkubwa, basi mtafute dalali, lakini pesa mtakayotaka hapa milioni 200 mwanangu. Unaona sasa bi kubwa unavyoharibu hivyo, milioni 200 yote ya nini hiyo? Huku Bushi milioni 200 unamuuzia nani Bushi huku bi mkubwa? Milioni 200 nyingi mno kwa huku Bushi. Mimi sina kujua huku, mimi sio kutwa nipo na washikaji nini. Naona wanapopiga mishemisho huko milioni 200 nyingi mno. Sasa mwanangu Abduli, kunataka tuuze kwa shilingi ngapi wewe? Mjengo mkubwa huu. Mkubwa, sikia nikupange. Huu mjengo sisi tusukume kwa milioni 10, milioni 5, sasa baridi tu tunasukuma. Haya sawa, mimi nimekuelewa, lakini hiyo milioni 5 mwanangu ndogo. Tafuta dalali basi hata milioni 10 angalau kidogo. Sababu mkubwa yeye anakuuma nini hapa? Wewe kuna nini chako ulichokiweka hapa mpaka milioni 5 useme tusukume? Sisi tusukume tuondoke hapa sio pa kupigia tena, sisi hapa tufawi. Ushanifahamu mkubwa? Sisi tukishapiga milioni 10 au milioni 5. Ukiangalia huku kwetu Zenji huku, unajua mambo ya utalii nini, mimi namchukulia hata Alfadi nini na Vimba Road nachukua wageni baridi tu. Tunaishi. Sawa, mimi nimekuelewa mwanangu, lakini tafuta dalali wa milioni 10 mwanangu. Hiyo milioni 5 ndogo sana. Shanifahamu. Mimi jioni ya leo au asubuhi ya kesho mimi namleta dalali hapa bi mkubwa, mjengo tunasukuma tunaenda kutafuta maisha mbele kwa mbele. Haya mlete. Hiyo maisha hiyo. Kwanza vipi ndani? Huko ndani kuko sawa, tumeteleka kitoweo na muhogo kidogo. Mihogo tena? Hapa. Sasa umekata mihogo wewe ndio ilotulea hapa kijijini mwanangu. Mkubwa bado upo kule tu, yani bado upo kule tu yani. Poa. Umetokea wapi wewe sasa? Natoka kwa marafiki zangu. Umetokea kwa marafiki zako. Kwa hiyo ina maana wewe Zuwena, yale mamlaka niliyoyaweka ndani kwangu mie, mtu kachelewa ndani kwangu mwisho saa 11 kamili. Kwa hiyo sasa wewe kuna mamlaka yako katika nyumba yangu, si ndio? Nilisema nini katika nyumba yangu mwisho kuingia ndani mwisho saa ngapi? Saa 10. Kwa hiyo wewe kuna mamlaka yako sasa kunanijia hapa sasa. Saa ngapi sasa kunanijia wewe hapa nyumbani kwangu? Saa 12. Kwa hiyo wewe kuna mamlaka yako hapa nyumbani kwangu, si ndio? Na kuuliza kuna mamlaka yako hapa nyumbani kwangu wewe? Hivi shangazi, wewe unajua kabisa katika hii nyumba umetupangishia, unatutolesha kodi na chakula pia tunajitegemea. Hivyo unategemea sisi tukikaa humu ndani bila kutafuta hiyo kodi na kula tunapata wapi? Yaani sio kujitegemea tu Zuwena. Hapa nina mpango wa kuhamisha. Hapa nyie mnatoka katika nyumba. Hii nyumba si yenu. Mkatafute nyumba za kupanga huko. Sio kujitegemea tu. Anti, wewe kwa tena roho mbaya. Hivi unategemea sisi tukiondoka tunaenda kuishi wapi? Haka? Swali hilo kunaniuliza mie we? Kutakaa wapi we?
mie wa kujibu swali lako wewe? Kutafahamu hapo hapo nitakapokutoa katika hii nyumba yangu. Nilishasema mwisho saa 11 kamili kila mmoja awepo ndani, na kama mtu atakiuka katika masharti haya ya nyumba hii, akizidisha muda saa 12 iwe saa 1 iwe saa 2, atafute pa kufikia, atafute pa kwenda. Hapa kwangu haingii. Upo? Shanifahamu? Kipindi wazazi wetu sisi wapo hai, nyinyi mnakuwa wa kwanza mashangazi kusema sijui watoto wenu tunawataka tuwalee, lakini wakishafariki tu mnaanza kutunyanyasa. Hivi kwa nini? Ushamaliza? Sio nishamaliza shangazi, nakwambia ukweli. Ushamaliza kuzungumza hayo yaliyokuwa moyoni mwako na kuuliza wewe? Mie nimepewa madaraka ya kukulea na sikupewa madaraka ya kukutunza hapa nyumbani kwangu. Unatoka kuna kwenda kuzulula huko kana kwamba mwenzako tayari kashatiwa mimba humu ndani. Kwa hiyo na wewe kuna kwenda kutafuta mimba nyingine uniletee humu ndani. Si ndio? Humu ndani mtatoka. Humu ndani Zuwena mtatoka. Kuna uniambia nina roho mbaya, ndio kutaiona vizuri roho yangu pumba. Wewe Zubeda, hilo embe unalokula umelitoa wapi? Kuna mtu amepita hapa nikamuomba. Nitaamini vipi mie kama kuna mtu kapita wewe ukamuomba hilo embe? Isije ukawa umechuma mti wangu wa maembe hapo nyuma. Nilishakataza muda, sitaki mwembe wangu uchumwe Zubeda. Haya, nitaamini vipi mie kama kuna mtu kapita umemuomba wewe? Ninapozungumza na wewe mtizame. Nikikuta embe limechumwa mie huko nyuma nikufanyeje? Halafu wewe Zubeda, toka ulipopata hili tumbo lako mie sijawahi kukuuliza japo siku moja. Na kuona tu kunazunguka humu ndani, kuna kula maembe yangu mie. Haya, niambie, hili tumbo wewe kakupa nani? Na kuuliza wewe Zubeda, hii mimba wewe kakupa nani Zubeda? Unisikie? Au humfahamu alikupa hilo tumbo? Kumbe mbona kuna nikalia kimya wewe kunijibu huwezi au? Sina kuuliza wewe mie. Mimba ni ya kaka Abduli. Zubeda, kunasemaje wewe? Nimesikia vibaya mie. Naota au masikio yangu yananta? Au nimekuelewa vibaya mie hili ulonitamkia hapa? Hebu rudia tena, kunasemaje? Mimba hiyo ya nani wewe Zubeda wewe? Ndiyo, ni yake shangazi. Mwanangu mie huyu Abduli wa humu ndani Haya, pale alipokupa hiyo mimba ukakaa kimya, kulikuwa kuna utamu wewe Hapana shangazi, alinibaka. Unasemaje wewe? Alikubaka?
Na hapo alipokubaka mbona kukusema we? Ulikaa kimya, kulikuwa kuna kusudia nini wewe mpaka usiseme? Aliniambia nikimwambia mtu yoyote atanifanya kitu kibaya. Wewe kuna msingizia mwanangu. Hawezi kukupa mimba wewe Zubeda, wewe mtoto wewe. Hiyo mimba mwanangu hawezi kukupa. Hujui tutavunaipata. Urakaa hivyo hivyo. Usijue mimi naumia nini ndani ya moyo wangu. Niache niteseke haya maisha ninayoishi. Kila siku mimi. Nimekosa wapi mimi katika hii dunia? Zubeda, usiseme hivyo. Nimekosa nini mimi? Au kwa sababu wazazi wangu washakutangulia mbele za haki? Hapana, usiseme hivyo dada. Niache niseme. Usiseme hivyo dada yangu. Kwa sababu shangazi sisi hatupi ushirikiano. Yeye ndo baba, yeye ndo mama yetu. Lakini yeye hatupi ule ushirikiano kama sisi ni wanawe. Zawadi tu ndo anatupenda. Ukimwangalia naye, yaani sijui hata niseme vipi. Niacheni tu nilie. Niacheni tu niumie ndani ya moyo wangu. Unajua mimi naumia kukuona uko hivyo. Niko peke yangu na ile ya hii mimba. Natamani hiyo mimba ingekuwa inaweza kubadilishika. Basi ingeama kwako ikahamia kwangu. Usiseme hivyo Zuena. Dada, kwa sababu mimi naumia kukuona huko katika hali kama hiyo. Usiseme. Mungu akajalia sisi tukazaliwa mapacha, mimi na wewe. Ili mradi tu shida na raha tuje kuzipitia pamoja. Natamani sana dadangu ungekuwa kama mwanzo. Kuliko sasa hivi unapitia wakati mgumu sana. Na kuonea huruma kwa hali ulokuwa nayo dadangu. Najua haya mateso ninayopitia. Wewe wala usiwazi. Nishazoea. Hivyo hivyo tutaenda kwa mateso. Usiwazi. Usihuzunike. Tuko na Zawadi. Hivyo hivyo tutaenda naye kibishibishi. Japokuwa shangazi hataki. Zuena mdogo wangu, mimi niko pamoja na nini? Hata kama mama anakufanyia kitu gani, siwezi kukaa mbali na nini. Hii ni ahadi yangu kwenu. Dada Zawadi, asante sana kwa ushirikiano wako. Unatupenda ingawa shangazi hataki, lakini bado unatuonesha nia ya kutusaidia. Tunakushukuru. Na hii ni nyumba yetu. Kuanzia wewe, mimi, Zubeda na kaka Karimu pamoja na mtoto wake Zubeda. Usijali Zuena. Unajua tumetoka tumbo moja, siku moja. Na mimi ndo dada yako. Kama katika tumbo la mama tuko watatu, wanne ni mwanangu. Mungu atakusaidia. Tutafika tu tunapoenda. Sijali Zawadi. Futa basi machozi. Subiri ni basi nikachukue Zawadi.
Mbona kisimama mwenyewe? Mimi sinipo huko ndani ungeniambia niende. Kwa hii hali yako haukupaswa kwenda mferejini mwenyewe. Na kama Zuena hayupo, si mimi nipo pia ungekuja kuniambia ningeenda kuteka tu. Sawa. Lakini mama yako ndo tatizo. Lakini mama hapa hayupo. Si ungekuja hata kuniambia kimya ndani. Nimekuona umechoka sana ndio maana nikaamua niende mwenyewe. Hapana, sio kuchoka. Ulikuja kuniambia kweli nikasema kama nimechoka. Sikia nikwambie Dazu. Ukihitaji chochote usione shida kuniambia. Sawa? Maji nitakutekea na kama una nguo chafu pia nitakufulia. Wewe niambie tu, sawa? Alafu jioni dadangu nataka nikuletee mafuta na dawa ya mswaki ili upate utendezi, sawa? Si ndio ndugu wangu? Mbona ufurahi? Zubeda. Wewe rudisha pato zako.